Huu ni mwezi wa 16 huu. Hakuna kikao cha serikali ya kijiji. Waulizeni hawa waliogombea kwenye hizi nafasi, walituahidi nini wakati wanagombea hizi nafasi? Walisema watahakikisha wanalinda fedha zetu, watasimamia shughuli za maendeleo. Maana mnapokwenda kuanza kutufanya kama sisi wajinga, haipendezi. Mimi kwa kweli hii inanitoa katika hali ya kawaida. Ndugu mbunge, mwenyekiti kwa mkono wake na kwa akili zake timamu amekiri kwamba nimekula fedha milioni 2 na Vincent mbele ya viongozi wa kata, na akaweka ahadi ya kulipa hizo fedha mwezi wa 10. Kesi la mwenyekiti, wataalamu wapo, walishalipembua na wamepata majibu. Mimi ni mjumbe serikali ya kijiji, kamati ya afya. Hiyo hela wanaoisema mwenyekiti, hakula mwenyekiti peke yake, ni baadhi ya wajumbe na sisi wenye tuliilamba hiyo hela. Alafu ndugu mbunge aliyetoka hapa alikuwa mgombea mwenzake na mwenyekiti wa sasa, na hawa ndio wanaomchafua mwenyekiti. Wengi wanaomsakama mwenyekiti, nikikuandikia majina hapo, kuna kaimu aliyepitaga mwenyekiti walimfukuzake kwa matatizo yake, kuna mtendaji wa kijiji ambao walikuwa na yeye mwenyekiti wa saa hizi, walikuwa wawili kwenye kiti kimoja na alikula 1,25,000. Leo anasema mwenyekiti alikula peke yake. Kwa hiyo ndugu, niwakilishe, kama mwenyekiti alikula hela tulishasema, polisi siko hapa, kwa nini walishashindwa kumpeleka? Jukumu hilo hata wajumbe 16 watafuata. Jambo hili tukae tuzungumze, tusitumie hisia, tuzungumze. Tuone namna ambavyo hawa watu watarejesha fedha, maisha mengine yaendelee. Kama alikiri ana nyumba na nini, ni mtu muungwana, lakini mchakato wa kumfukuza mwenyekiti, sisi kama wananchi wa kawaida hatuna mamlaka hadi mkuu wa wilaya aje ajiridhishe kwamba hili kweli atakuwa kuondoka. Basi wananchi mnaungana, mnapiga kura za hapana, tumuhitaji, na kwa kuwa ninyi ndio mlimchagua na ninyi mkipiga kura za hapana zikaongoza kwamba kweli hamumhitaji, kwa mujibu wa sheria mkuu wa wilaya atatangaza, atamjulisha mkuu wa mkoa kwamba huyu hatoshi, wananchi hawamtaki, basi taratibu zitafuata, ataondoka. Nimepata historia ya kijiji chetu cha King'ombe kwamba kila uchaguzi unaofanyika wa mwenyekiti wa kijiji, hajawahi mwenyekiti wa kijiji kutoboa miaka 4. Hajawahi. Kuna mmoja alitia fora, amefukuzwa na wiki moja. Nasema tusishi maisha haya. Sisi tunataka tutengeneze kijiji chetu kiwe kina maendeleo. Vijana muwe na utashi wa kufanya kazi kwa weledi. Leo tunajiamulia tu, tunakaa kwenye vikao vyetu vya ndani, bwana mwenyekiti atumtaki. Hakuna utaratibu huo. Mheshimiwa mbunge ametoka kuelezea hapa kwamba kuna utaratibu unatakiwa mfuate. Wewe ndio wenye mamlaka ya kufanya vile vitu, na kingine tunarudisha maendeleo nyuma. Kama tukiwa kila siku kazi yetu ni kufukuza tu viongozi, tunafukuza tu viongozi tunachagua sisi, hatuwezi kufika mbali jamani. Ndio maana mnatokea si wakati mgumu polisi, kuna kesi zingine hatustahili kuzifuata. Mimi sipasi kuja kukuchunguza maisha yako, leo nakuja kukuchunguza kwa nini? Tumeelewana ndugu zangu? Ili swala la mwenyekiti waacheni wanaoweza, na msije mkarubuniwa mkaingia kwenye mfumo usiojulikana. Leo mwenyekiti mmeenda kumvunjia pale nyumba, mmechana nguo zake zote, mmepasua kila kitu, mmeiba mahindi. Je, angeweka sumu ya mahindi kinachofuatia nini? Mnaenda kuiba godoro aliolalia zaidi ya miaka 6. Jamani, naomba jamani, vijana wenzangu, hivi vitu sijiingize kwenye mkumbo wa watu. Naombeni jamani.